Chama kagoma kufananishwa na mtu yoyote. Mtu mmoja mwenye busara ashai kuniambia kwamba upendo unakuja na kuwajibika. Upendo unakuja na uwajibikaji. Pale ambapo umemkosea mtu, unatakiwa kumuonyesha namna gani ambavyo ulimkosea. Story ya Chama inavutia sana kwenye midomo ya watu. Performance back to back, magoli mazuri back to back ni kitu ambacho Wanasimba wanapenda kukiona. Wanapenda kuona Chama anaendelea kupewa hizo man of the match back to back. Lakini ilihitaji that courage. Ilimuhitaji mtu kumsamehe Chama. Ilimuhitaji mtu kumuelewa Chama. Ilimuhitaji mtu kumpa nafasi nyingine Chama, ili aweze kufanya anachokifanya, ili aweze kuwafurahisha Wanasimba kama anavyowafurahisha. Sababu huyu Chama ndiye yule Chama ambaye alikuwa anaitwa mzee. Ndiye yule Chama ambaye alikuwa anaitwa ameenda kupata pensheni pale Yanga. Kwa hiyo sometimes tunatakiwa kujifunza kutokea kwenye hivi. Kuna wakati unahitaji kusamehe, kuna wakati unatakiwa kumuelewa mtu mwingine, kuna wakati unatakiwa umpe mtu nafasi nyingine, that final chance ambayo sasa huyo mtu akiipata na akatekeleza kama kitu ambacho kakifanya Chama, unaweza ukajikuta mmetengeneza ile pacha reunion nzuri zaidi kuliko hata ile ya mwanzo, kwa sababu mwisho wa Chama haukonekana mwisho mzuri ndani ya Tanzania pale ambapo alijiunga na Yanga. Lakini baada ya kurudi Simba na kujua tatizo ambalo alifanya, maombi ambayo alikuwa anayafanya kurudi Simba na kuongea na Mungu wake, ndiyo ambayo yameleta taswira nzuri na story nyingine tamu zaidi. Back to back performance kutoka kwa Clatous Chama, na ndo kitu ambacho kinaifanya Simba sasa kurudi pale juu na kuendelea kumpa Yanga pressure ya ubingwa. Kwa hiyo maybe tunaweza tukaona ubingwa ambao sasa ulitoka kwa yule mtu ambaye Wanasimba walizani kawasaliti. Maybe, I don't know, siwezi nikasema kwamba ndio ubingwa, lakini maybe